FGM imeenda juu Kisii ni kwa sababu imeanza kuwa medicalized. Wazazi wanaambiwa hata mtoto akikatwa na ni daktari anafanya vile, mtoto hata kufa. Sasa wazazi wanapata hiyo confidence. Na wakati watu wamekaa huko nje wanaongea, wanasema why do we have a lot of single mothers? We have a lot of single mothers kwa sababu watoto wetu hawajakeketwa, wako promiscuous. Sasa wazazi wamekuwa convinced ndio mtoto akue eti sasa ni amejiweka, sijui ni malikia, vitu hizo wanaongea, imefanya FGM irudi huku kwetu Kisii. Lakini nikienda kule hospitali KTRH, watoto wako na watoto. Sasa hii ndio inafanya sisi kama leaders tukuje tuongee, tufunze watoto wetu wasichana. Next December I want to host 500 girls, niongeze na 500 boys. Ndio sasa hii message itoke nje kwa kila mtu. But yule ako most affected, why we do it kwa wasichana ni kwa sababu mtoto msichana akipata mimba, mvulana ataingia class aendelee kusoma, msichana yeye atabaki nyuma. So tusikue eti why all that concentration kwa girls. Okay, kijana anabeba mimba ndio tuanze tuna prevent before hiyo mambo iharibike. So that's why tuna concentrate more, but we are stretching mkono kwa watoto wetu wavulana. Tunakata FGM, tunakata teen pregnancy na GBV. Research ambao tunaongelea kuhusu dhulma za kijinsia. Female genital mutilation ambao ni ukeketaji kwa wasichana ni mojawapo ya dhulma za kijinsia. Nimekuja hapa kuhusiana na Mama County na leaders wengineo kuhamasisha wasichana. Ningependa kuongezea vile Mama County amesema, tutahamasisha pia wazazi. Itakuwa tu kwa muda, lakini tutaendelea katika hii county, katika hii nchi kuongea juu ya dhulma za kijinsia. Ningependa pia kuongezea kwamba ukeketaji pia huwa inachangia triple threat, yani mimba za watoto, alafu pia tuko na gender based violence, tuko na HIV infection, alafu so hizo ndio huwa tunakuja tunaweza kuelezea. Mtu yote akidhulumiwa, tafadhali unaweza piga nambari 080007 565 ili uweze ukapata usaidizi. Tutaweza kuja na ukidhulumiwa kuja pale hospitali, tuko na vituo kama 9 na zingine pia tumefungua pia hapa Kisii kuja utibiwe kwa asante sana. Kwa majina naitwa Anti-FGM kutoka County. Ningependa kwanza kutoa shukrani katika Mama County wa Kisii pamoja na kikundi ambacho tumekuja kufanya activation na sensitization ya anti-FGM, anti-teenage pregnancy na anti-GBV. Kwa sababu kwa sasa wamesema ukweli ya kwamba hapa kwetu Kisii na Nyamira FGM tena imeanza kurudi. Na imeanza kurudi kwa sababu watu wanafanya kisiri, watu wanafanya katika hospitali, wanasahau ya kwamba hii kukeketa watoto wasichana inawaletea madhara mbaya sana. Kwa hivyo tungependa kusema sisi kama viongozi tunashikana pamoja, tutaendelea kueneza hii habari na tutaendelea kuongea na wazazi pamoja na elders wetu katika hii community yetu ya Kisii, ili tuangalie hata kama tunaweza pata an alternative rite of passage, ili tuweze kuwa na opportunity ya kufunza watoto wetu, ya kuelezea kwamba ni sawa kusema hapana, kwa sababu sana sana utapata kwamba hawajui hata ni haki yao kusema hapana, wataki kukeketwa. Kwa hivyo nataka kuambia kila mtu ambaye anatusikiza ya kwamba tuache kuwadhuru wasichana wetu, na nimefurahi sana kusikia kwamba Mama County Kisii anasema pia ataongelesha watoto wavulana, kwa sababu pia hao wanafaa kuelewa ya kwamba wanafaa kujiheshimu na kuheshimu watoto wasichana pia, ili tukue na society ambayo inaishi maisha mazuri. Kwa hivyo tuzidi na hii message, tuzidi kuelezea watu wetu ili tusimamishe kabisa hii act ambayo inadhuru watoto wetu, si Kisii peke yake, si Kisii peke yake, lakini pia Kenya mzima. What is here? Kisii has 9 sub-counties. We picked there are a total of 300. So that could be roughly 30-30. But we also have the scholars. Why we have the scholars is because the need for information.
these children want to learn. They want to play with the rest, associate, and know what others are doing. So they've been here for like 4 days. They'll be staying here. We have teachers who come, mentors who talk to them, even the traditional exercises who've done it, so that they can demonstrate how they've been doing it to discourage. You know, when they get that information, ni vizuri, they learn to scare themselves of the act. They train. What else do we do? We mentor them on teen pregnancy, GBV. You learn that in Kise, GBV is real. Gender-based violence. If you don't know anything about GBV, you'll think that when your husband is beating you, he's helping you. There's nothing like that. They are always told the same asante in Jinga. So we have to tell them about GBV. We tell them about drugs. We have depression is real, mental health. All these things, we prepare them to be tough in the society. So that's basically what we do.